Katika maisha ya Mkristo ni lazima uwe na kiasi, ni lazima uweze kujidhibiti. Kuwa na kiasi ni kuweza kujidhibiti, ni kuweza kujitawala, ni kuweza kujizuia. Si kila kitu ufanye tu unavyotaka wewe. Kuna maelekezo ya kiasi kwamba hiki ufanye kwa kiwango gani, hiki ufanye kwa kiwango gani. Kiasi huleta heshima na kuonyesha uadilifu, hasa kwenye mazingira ambayo unapewa uhuru. Kwa hiyo mazingira unayopewa uhuru ndio mazingira hatari sana ya kushindwa kuwa na kiasi, na ndio mazingira mazuri sana ya kupata heshima ya wewe kuwa na kiasi. Lakini usipokuwa na kiasi, tamaa itakutesa, tamaa ya mali, tamaa ya mwili na tamaa nyingine. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika mtakatifu ukawe pamoja nasi tunapokwenda kusikiliza tafakari ya neno la Mungu. Tunaendelea na mafundisho ya aliyokuwa akiendelea nayo mchungaji ya habari ya tunda la Roho. Kwa hiyo tutasoma ule mstari wa Wagalatia sura ya 5, Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22 na 23. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22 na 23, nami ninasoma: lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunakuja mbele zako kwenye madhabahu yako hii tukisema asante Mungu kwa neema yako ya kipekee umetupa kuiona siku ya leo tukiwa wenye nguvu na afya njema. Tazama watoto wako hawa na watumishi wako hawa wameamua kutoa muda wao kwa ajili ya kuja kukufanyia ibada, kwa ajili ya kuja kukuabudu, kukutukuza na zaidi sana kusikiliza ujumbe wa neno lako Mungu. Na we Mungu ambaye umetupa neema na kibali hiki Bwana, tunasogea magotini pako ili asitoke mtu ambaye amekosa kusikia chochote cha kumsaidia kwenye maisha yake. Ninakuja mbele zako kama mtumishi wako, kama chombo tu. Unitumie Bwana kwa ajili ya watoto wako na watumishi wako hawa, ili kila mmoja anayesikia ujumbe wako apate kitu cha kumsaidia kwenye maisha yake, apate kitu cha kumvukisha hatua moja kwenye maisha yake. Ikiwa unatutia nguvu, ikiwa unatuonya, ikiwa unatutia moyo, ikiwa unazungumza nasi kwa namna yoyote ambayo Mungu mwenyewe umekusudia, tunajiachia mikononi mwako. Roho yako Mtakatifu akaweze kutusaidia, kwa masikio yetu ya nje tukasikie na masikio yetu ya ndani tukaelewe, na zaidi sana tukaweze kuyatendea kazi maagizo yako. Tunakurudishia Mungu sifa, heshima na utukufu kwa ajili ya wakati huu. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru, amen. Basi unaweza kuketi mahali uliko. Kama nilivyosema, mchungaji amekuwa na fundisho la tunda la Roho, na siku ya leo mchungaji wetu yuko mtaa wa Yongwe kwa ajili ya huduma ya sakramenti takatifu. Ndio maana hatuko naye leo, lakini akanipa mimi nafasi hii, akaniambia zungumza chochote ambacho unafikiri unaweza ukazungumza kwa habari ya tunda la Roho. Na kwa vipengele ambavyo mchungaji ameshapita navyo, ameshazungumza habari ya upendo, habari ya uvumilivu, habari ya uaminifu, na bado vitu vichache viko pale vikiwemo upole, fadhili, kiasi. Na kila kipengele ni somo linalojitegemea, linakuwa na mambo mengi, lakini mimi leo nimetamani tuangalie kipengele kimoja tu kinachoitwa kiasi. Kiasi kama sehemu ya tunda la Roho Mtakatifu. Kiasi. Watu wengine wakisoma wanasema upole kiasi. Sio kweli. Ndio maana kuna koma pale. Upole ni kitu kingine, kiasi ni kitu kingine. Kiasi kitu kinajitegemea. Kwa hiyo nataka tutazame kwa kiasi habari ya kiasi. Nataka tutazame kwa kiasi habari ya kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Kiasi
kwa neno la Kiyunani inaitwa enkrateia. Enkrateia ni neno la Kiyunani linalomaanisha kiasi. Kwa tafsiri ya Kiswahili, neno kiasi linaweza kuwa na tafsiri nyingi kwenye dictionary tofauti tofauti, lakini kwa ujumla kiasi, kuwa na kiasi ni kuweza kujidhibiti. Kuwa na kiasi ni kuweza kujidhibiti, ni kuweza kujitawala, ni kuweza kujizuia. Hiyo yote inatengeneza tafsiri ya kiasi. Kuweza kujidhibiti, kuweza kujitawala, kuweza kujizuia. Katika maisha ya Mkristo ni lazima uwe na kiasi, ni lazima uweze kujidhibiti, ni lazima uweze kujitawala, ni lazima uweze kujizuia. Kuwa Mkristo ni kuwa shahidi wa Kristo. Kuwa Mkristo ni kuwa shahidi wa Kristo. Maana yake ni kuvaa sura ya Kristo, ni kuyaishi maisha yaliyo na maelekezo ya Kristo. Sasa wengine wanashindwa kuishi maisha ya ushuhuda wa Kristo kwa sababu mbalimbali. Wengine ni kwa sababu ya hofu. Anaonekana maeneo fulani pengine Ukristo unaonekana hivi na vile, sasa mimi nikionekana ni Mkristo. Wengine aibu, wanaaibu kuonekana kwamba mimi ni Mkristo, tena kuonekana kama mimi ni mtu ambaye nimekata shauri, ni mtu ambaye nimempokea Kristo, mimi ni Mkristo halisi. Watu wengine wanaona aibu. Hiyo haikuanzia kwetu. Hata wakati Yesu anaondoka, alipowaacha wale wanafunzi wake, Biblia inasema walijifungia kwenye nyumba, tena gorofani, kwa kuogopa Wayahudi, kwa hofu ya Wayahudi. Maana Wayahudi walikuwa wakiwafuatilia, sasa Yesu tumeshammaliza, wale wanafunzi wake, wale wafuasi wake wako wapi? Kwa hiyo wakawa wakiwindwa hapa na kule, wakiteswa na kunyanyaswa, wengine wakiuawa. Kwa hiyo wakawa wamejificha pale gorofani kwa ajili ya hofu ya Wayahudi. Sasa wamejificha, lakini Yesu amewapa kazi ya kutangaza Injili, ya kutangaza habari njema ya wokovu wake. Kwa hiyo alijua kabisa hawataweza kutangaza Injili kwa hofu walionayo, kwa aibu walionayo. Akawaambia kwamba mimi nimewachagua kuwa mashahidi wangu na mmekubali kuwa mashahidi wangu, lakini hamtaweza ni mpaka mtakapopokea nguvu za Roho Mtakatifu. Hiyo ni Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8. Anasema, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu na miji mingine hata mwisho wa nchi. Kwa hiyo hofu yao na aibu zao zilikuwa zinakwenda kuisha baada ya kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Uwezo wa kuwa shahidi, uwezo wa kutoa ushuhuda kwa ajili ya Injili ya Kristo unatimilika ama unakuwa na nguvu ama unaweza ukaufanya kwa kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Na kweli ukifuatilia pale, ukiendelea kusoma, walipopokea nguvu ya Roho Mtakatifu ilikuwa ni ghasia kubwa sana. Watu walitoka, waliokuwa wana hofu ya Wayahudi walitoka, kila mtu akiwa na ujasiri akitangaza habari za Kristo. Waliokuwa tayari kuuawa walikuwa tayari, waliokuwa tayari kupigwa walikuwa tayari, waliokuwa tayari kukimbia miji mingine na kutangaza Injili walikuwa tayari, kwa sababu walipokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukipokea nguvu ya Roho Mtakatifu unapata nguvu ya kuweza kuwa shahidi wa Kristo, ya kuweza kuwa shahidi wa kutangaza habari njema ya Kristo. Na hapo unapopokea nguvu ya Roho Mtakatifu ndipo matunda ya Roho Mtakatifu yanapoingia ndani yako, yanapozaliwa ndani yako. Kwa hiyo yale matunda ya Roho Mtakatifu yanayozaliwa ndani yako ndiyo yanayokusaidia wewe kuweza kutangaza habari njema za wokovu. Na yanapoingia ndani yako yanaanza kwa kuleta mabadiliko kwenye maisha yako. Kwanza, vile vitu ambavyo ulikuwa ukiogopa hutaogopa tena, vile vitu ambavyo ulikuwa ukiona aibu hutaona aibu tena, na vile vitu ambavyo ulikuwa ukifanya kwa makosa, ukifanya kwa uovu, hautaweza kuvifanya tena, kwa sababu Roho Mtakatifu atakuwa akikuzalia matunda ndani yako ambayo yatakusaidia kuwa na mabadiliko katika maisha yako, yatakusaidia kuwa na mabadiliko katika mwenendo wako mzima. Bwana Yesu asifiwe.
Na ndiyo hayo ambayo matunda tumeyaona: upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, uaminifu, upole, kiasi. Kwa hiyo mimi navutwa kuamini kwamba mtu kama hana haya matunda, basi akae vizuri kuomba nguvu za Roho Mtakatifu kuwa juu yake ama kuwa ndani yake. Kama huna haya matunda ambayo tunasema ni ya Roho Mtakatifu, na bado sisi tunaamini wewe una Roho Mtakatifu ndani yako, basi hujakaa vizuri na huyu Roho Mtakatifu. Kwa sababu kama Roho Mtakatifu anazaa upendo ndani yako, na wewe ni maisha yako yote ni chuki, unachukia hata mtu hana shida na wewe, hata mtu hajakukosea unamchukia, huna furaha, huna amani bila sababu, huna sababu ya kuvumilia, huna sababu ya kuwa na utu wema, huna sababu ya kuwa mwaminifu, huoni umuhimu na faida za kuwa mpole, huoni sababu ya kuwa na kiasi, basi tunafikiri unahitaji kukaa sawa na Roho Mtakatifu ili matunda ya Roho Mtakatifu au ili tunda la Roho Mtakatifu lizaliwe ndani yako. Wala usipate shida ninaposema matunda, kwa sababu tunda linaweza kuwa na matunda. Kwani zabibu tunasema ile tunda la zabibu ni zabibu moja? Si zabibu ziko nyingi. Kwa hiyo tunda linaweza likawa na matunda. Kwa hiyo usishangae tunapotumia matunda badala ya tunda. Roho Mtakatifu analeta tunda ambalo linakuwa na matunda mengi, kama tulivyokwisha kujifunza tangu mchungaji alipokuwa akianza kufundisha. Na kama nilivyosema, mimi leo nataka niguse kwa habari ya kiasi. Na nilishaanza kusema kuwa kiasi ni kuweza kujidhibiti. Kuwa na kiasi ni kuweza kujidhibiti, kuweza kujitawala na kuweza kujizuia. Mkristo yuko huru, lakini hayuko huru kufanya kila kitu jinsi anavyotaka yeye. Tunaishi kwa maelekezo, tunaishi kwa kanuni, tunaishi kwa amri, tunaishi kwa maagizo. Kwa hiyo tuna uhuru, lakini si tunaweza kuishi tunavyotaka sisi wenyewe. Kwa hiyo tunapokuwa na kiasi, maana yake tunakuwa na uwezo wa kujidhibiti, uwezo wa kujitawala ama kujizuia, ili kufanya kila jambo kwa ukamilifu ama kufanya kwa kiwango sahihi kinachohitajika. Nisikilize vizuri. Nimesema kwamba tunapokuwa na kiasi tunaweza kujidhibiti ama kujizuia ili kuweza kufanya kila jambo kwa ukamilifu, na kama sio kwa ukamilifu basi kwa kiwango sahihi kinachohitajika. Maana yake kujizuia sio tu kujizuia kwa mabaya. Kujizuia sio tu kujizuia usifanye mabaya. Yako hata mambo mazuri pia unafika wakati unatakiwa ujizuie. Unafika wakati unatakiwa ujidhibiti. Yaani maana yake uyafanye kwa kiasi. Tutaona tunavyoendelea mbele. Si kila kitu ufanye tu unavyotaka wewe. Kuna maelekezo ya kiasi kwamba hiki ufanye kwa kiwango gani, hiki ufanye kwa kiwango gani. Bwana Yesu asifiwe. Hicho ndio kiasi. Na hata ukiangalia Mtume Paulo anamwandikia Timotheo kwenye waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo, ile sura ya 4 mstari wa 5, anasema kwamba anamwambia awe na kiasi katika mambo yote. Amemwandikia awe na kiasi katika mambo yote. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 5 anasema uwe na kiasi kwa mambo yote. Maana yake hupaswi kupunguza wala hupaswi kuzidisha. Yaani kila kitu kilichowekwa kwenye kanuni ya Mkristo kina kiwango maalum. Bwana Yesu asifiwe. Kina kiwango maalum. Kuwa na kiasi kunaleta afya. Yaani unapokuwa na uwezo wa kujidhibiti, uwezo wa kujitawala, uwezo wa kujizuia, kunaleta afya. Afya ya mwili, afya ya nafsi na afya ya akili pia. Afya ya mwili, afya ya nafsi na afya ya akili. Kwa hiyo kuwa na kiasi kuna kuepusha na matatizo mengi na migogoro mingi, na hata magonjwa mengi ya mwili yanasababishwa na kutokuwa na kiasi. Magonjwa mengi hatari sana yanasababishwa na kutokuwa na kiasi. Utaambiwa mafuta yamezidi kwenye mwili wako, kwa hiyo unakula mafuta sana, sio kwa kiasi. Sukari imezidi kwenye mwili wako, unakula sukari sana, sio kwa kiasi. Watu wanafikiri sukari inasababishwa kwa kula tu sukari. Viko vyakula unaweza ukaona ni vyakula sio vya sukari, lakini kumbe vina sukari. Wataalamu wa afya wanajua. Kwa hiyo anaposema kitu kimezidi, maana yake kilitumiwa zaidi pasipokuwa na kiasi. Yaani chakula chochote unachoona ni kizuri, unachoona unakipenda,
lakini kinahitaji kutumiwa kwa kiasi ili kujenga afya njema ya mwili. Mimi napenda nyama. Wako kundi la tunaopenda nyama ni la watu wengi sana. Yaani watu wachache ambao tunakutana nao wanasema mimi sipendi nyama, basi ni wachache unamwangalia mara mbili, lakini wengi tunapenda nyama. Sasa katika magonjwa hatarishi, kula nyama sana. Nyama ambayo tunapenda sana. Kula nyama sana. Yako magonjwa yanasababishwa kwa kula nyama sana. Tena kuna mahali pengine zinachambuliwa kabisa. Sio nyama nyekundu, sio nyama ya kijani, sio nyama nyeusi, usile nyama hii sana, hii kula kidogo, nyama nyeupe kula sana. Kuna kiasi kinahitajika. Si kufakamia tu kila kitu kinachokuja mbele yako. Ili kuwa na afya bora ya mwili, kunahitaji kuwa na kiasi. Lakini kuwa na kiasi pia kunatuepusha na mambo mengine ya kijamii. Kukosa kiasi kunaweza kusababisha kutokuwa na mahusiano mazuri kwenye jamii. Kwa hiyo kwa kinyume chake, kuwa na kiasi kunatusaidia kuwa na mahusiano mazuri katika jamii. Kuwa na kiasi kunatusaidia pia kuwa na mahusiano mazuri na wengine katika jamii. Hebu ngoja nizungumze tu vitu vyepesi ambavyo tunavyo kwenye tabia za kila siku kwenye maisha yetu. Yaani ukiwa una tabia, kwa mfano, ukiwa una tabia ya si kitu kibaya, ndio maana nikasema ni kwa kiasi. Unakwenda kutembea kwa majirani, kwamba jamani, nawapenda majirani zangu, na kwenda kuwasalimia, na kwenda kupiga story kidogo. Basi nenda kapige kidogo, kapige kwa kiasi. Yaani ukienda kwa mtu mpaka masaa yanapita, yani mpaka chakula kinaiva, mpaka inafika watu wanaanza kuondoka, mpaka wengine wanaanza kwenda kulala, bado uko pale kwenye hiyo nyumba, hicho sio kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nikazungumza kwamba kiasi sio tu kwenye mambo mabaya, hata kwenye mambo mazuri. Yaani uwe na kiasi hata kwenye mambo mazuri. Unajua, unaweza ukawa na tabia hizo za kwenda kwa jirani kila siku na kwa muda mrefu, mpaka majirani wengine wakaanza kukukwepa. Wewe hujui, lakini unaweza kukuta unaenda mahali wanakuona yule anakuja, wanafunga mlango. Unafika pale unagonga, unasikia kimya, unasema hawapo, kumbe wapo ndani, lakini wanajua yule akija hapa hata chakula hatuli. Yule akija hapa kuna mambo tunayotaka kufanya. Kila familia ina private zao, ina mambo yao ya binafsi. Unaweza ukaenda mahali ukashinda kwa watu wakashindwa kufanya hata mambo yao. Ndio utasababisha wengine hata wawe na tabia za uchoyo, wafiche vyakula vingine, waseme sasa huyu vyakula vingine tumehesabiana, huyu atakula nyama moja, huyu mmoja, umetokea wewe, sasa ya kwako iko wapi? Utakula ya nani hapa ndani? Kila kitu kinahitaji kiasi. Tunahitaji kuwa na kiasi ili kuwa na mahusiano mazuri kwenye familia. Tutaona hili mbele huko jambo. Sizungumzi mimi, nazungumza Biblia. Kiasi huleta heshima na kuonyesha uadilifu, hasa kwenye mazingira ambayo unapewa uhuru. Kiasi huleta heshima na kuonyesha uadilifu. Yaani unaweza ukawa kwenye mazingira umepewa uhuru wa kufanya unavyotaka, wa kutumia unachotaka. Yaani mtu amekuacha nyumbani kwake, afu amekwambia kuna mchele hapa, kuna maharage, kuna nyama kwenye friji, kuna nini, kuna samaki, kuna kila kitu. Ameondoka ameenda kazini. Amekuachia urupika unachotaka, kula. Alafu anarudi anakuta friji nyeupe. Atakushangaa, atasema huyu mtu au jini? Yaani amekula nyama ya ng'ombe, amekula samaki, amekula kitimoto, vyote hamna humu ndani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapopewa uhuru, mazingira ya uhuru, ndipo kiasi kinapohitajika. Na akija akikuta umekaa kwa kiasi, anakuheshimu sana. Anajua huyu ni mtu anayejitambua. Kwa hiyo mazingira unayopewa uhuru ndio mazingira hatari sana ya kushindwa kuwa na kiasi, na ndio mazingira mazuri sana ya kupata heshima ya wewe kuwa na kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka tukiwa wadogo, baba yetu alikuwa mkuu wa chuo cha uinjilisti kule Maneromango. Kwa hiyo tulipata kuishi kule miaka ya 80. Sasa wako ndugu zetu walikuja kule, watoto wenzetu wa baba mkubwa wakaja kule. Mzee wetu alikuwa anapenda sana shamba. Shambani kwetu ndizi zinaivia shambani, mapapai yanaivia shambani, yani yanaliwa na ndege na nini. Kwa hiyo mapera, matunda mengi shambani, na Maneromango matunda yalikuwa yanastawi sana wakati huo.
Sasa wakaja wale watoto kutoka mjini, wanashangaa, yani kila kitu wanachokiona shambani kwao wanaona maajabu. Matunda yakinunuliwa nyumbani ni mpaka yawekwe ndani, yaive ndani. Wakienda pale wanakuta matunda yameiva huko shambani, unaenda unakula tunda unalotaka. Sasa ulikuwa msimu wa mapera, mapera mazuri matamu. Tukaenda nao kitu, tukawaambia mapera yaliwagi mengi, mapera unakula kwa kiasi, sio sana. Hawakutuelewa. Sisi tunakula matunda mengine, wamekazana wanakula mapera kweli kweli, yani wanabugia. Tuliporudi nyumbani, chakula cha jioni, tukaona wamekula kidogo. Hatukujua kwa nini wamekula kidogo. Kumbe walikuwa wamekula sana mapera, walipenda sana yale wamekula sana. Tukashangaa usiku, mmoja anakuja kumwamsha baba. Anagonga mlango, baba mdogo, kaka analia ameshiba sana. Kaka analia ameshiba, anateseka ndani. Alipokuja baba anasema, kwani nimekula nini hapa ndani usiku huu? Anasema, mbona tumekula chakula cha kawaida. Sasa ndio tulipoelezea, tukamwambia bwana, tulienda shamba kule, tukaenda watakuwa wamekula sana mapera. Wakasema hamjui mapera. Mapera yanaliwa kwa kiasi sana. Ukila mapera kwa kufakamia, kwa uroho, yatakutokea puani, hutapata usingizi usiku. Kwa hiyo akatumia mbinu zao wanazojua watu wazima. Bwana Yesu asifiwe. Wanaojua wanajua. Wakapelekwa chooni, chakula kikatolewa kinguvu ili wapate ahueni na matumbo yakapata unafuu. Wakajua kumbe kuna vyakula kwa kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yalikuwa matunda mazuri na yalikuwa matamu kwao, na wenyewe waliona wanafaidi, wakienda watahadisia, tulifaidi kule shambani. Kumbe walikuwa wanajitafutia mabaya. Kiasi. Kila kitu kinahitaji kuwa na kiasi, hasa unapopewa uhuru. Kwa kiasi. Angalia sana kwenye buffet, sherehe ambazo zina buffet, yani upakuliwi, unaenda kujipakulia we mwenyewe. Unachukua sahani, unapita kila chakula, unajiwekea mwenyewe. Chunguza vizuri. Angalia watu wanapoenda kukaa na vile vyakula. Asilimia kubwa utakuta kila sahani kuna vyakula vimebaki. Yani sahani nyingi vyakula vimebaki vingi, yani kama vile watu walipakuliwa. Kumbe kila mtu alitakiwa ajipakulie kwa kiwango chake. Lakini ukishampa mtu uhuru kwenye buffet, watu wanajaza, yani anatamani kuku, anatamani nini. Yani unakuta mlima ambao akifika kwanza kula, kila nusu tu ameshiba. Kwa sababu alipewa uhuru na hajui kutumia kwa kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Chunguza utaona. Lakini ukipakuliwa, unaweza ukawa umepakuliwa ukaona chakula kama kidogo, lakini ukaenda ukala ukashiba vizuri tu. Lakini kwa sababu ya umepewa uhuru na huwezi kutumia kiasi, uharibifu unatokea. Wanasema tulikula chakula mpaka kikabaki, mmebakisha kwenye masahani, hamkubakisha kwenye sufuria wala kwenye hot pots. Kwa hiyo kiasi kinahitaji kuwa na nguvu na kinahitaji kufanyika ama kutumiwa vizuri, hasa unapopewa uhuru. Vinginevyo unaweza ukapata aibu. Usipokuwa na kiasi ni rahisi sana kuaibika. Kwenye mazingira mengi tofauti, jaribu kuchunguza, ni rahisi kuaibika kwa sababu umefakamia au umefanya hivi na vile pasipokuwa na kiasi. Kama nilivyozungumza kwenye mfano wa chakula kwa watoto wengi hawawezi kujidhibiti. Yani ukiwasoma watoto wako vizuri na ukawapa uhuru vizuri, angalia vizuri, yako matatizo ya kiafya wanaweza wakawa wanapata kwa kushindwa kujidhibiti, hasa kwenye ulaji. Yani kuna vyakula watoto wanavipenda, yani anaona kama vile ashibi, kumbe tumbo limejaa lakini anaona ashibi, anaendelea tukula. Baadaye unakuta tumbo limejaa gesi, sio amevimbiwa, sio hivi na hivi, alali vizuri, sio ana matatizo kumbe hawezi kujidhibiti. Kwa hiyo ikiwa imetosha, umeona kabisa huyu imetosha, umeona ili tumbo, namtaniaga binti yangu, naambia ili tumbo ni lako au la chura? Anaona hapa kumbe imetosha. Hata kama kitu anakipenda anasema baba nimeshiba. Ajue kujidhibiti. Kwa hiyo na wewe mfundishe kujidhibiti, kwamba ukipewa uhuru sio tu utumie uhuru vibaya, kwamba utumie unavyotaka. Kuna kujidhibiti, kuna kiasi. Ukiona hapa imetosha, basi sema mimi imetosha. Unanawa, unawaachia wengine wanaendelea ambao bado hayajatosha. Lakini pia nilizungumza ile habari ya kwenda kwa jirani kwa kiasi, sikuzungumza kwa ubaya, na nikasema sio mimi, ni Biblia. Tusome wapi wamezungumza jambo hili. Misali sura ya 25. Fungua Misali sura ya 25 tuangalie. Misali sura ya 25
kwa habari ya kwenda kwa jirani. Ni kitu kizuri kwenda kwa jirani, tena hata ukiwa unaenda kila siku. Lakini usiende mara kwa mara. Yaani kila saa umeenda, tena unaenda unakaa muda mrefu. Hakuna kiasi hapo. Angalia Mithali sura ya 25 mstari wa 17. Nasoma. Mithali sura ya 25 mstari wa 17. Inasema, mguu wako usiingie katika nyumba ya jirani yako ila kwa kiasi, asije akakukinai na kukuchukia. Si inatosha? Inahitaji mimi nihubiri kweli? Inatosha. Wengine walikuwa hawajui kwamba ni neno la Mungu linasema hivi. Usiende kwa jirani yako ila kwa kiasi, hata kukinai. Wewe utaona unampenda, kumbe na anakuchekea. Majirani wala hawezi kukununia, wala hawezi, lakini utafika wakati ataanza kukuonyesha ishara ambazo kama una akili timamu utajua sasa hapa wamenichoka. Nenda kwa kiasi ili awe na hamu na wewe. Yaani akiona umekuja, kwanza nenda kwa jambo maalum. Kama umeenda kumsalimia, jamani nimekuja kuwasalimia wazima mndani. Tujambo, vipi na sisi hatujambo. Haya, tuendelee kupambana na maisha. Kila mtu anaenda kwenye kazi yake. Yaani watu wanaamka, wanataka waende shamba. Baadaye wakiona stori zako zimekuwa nyingi, wanaanza, hebu lete jembe, wanakuja na majembe wanasimama nayo pale hivi, huku mnapiga stori na majembe wameyashika. Uondoki. Wewe una kazi ya kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hata kwenye maofisi, tusizungumze tu kwa jirani, hata kwenye maofisi. Yaani unaingia kwenye ofisi ya mtu, yaani mpaka mtu sasa stori zikianza anaanza kukuangalia, anaanza kuongea kwa vitendo, baadaye sasa anaanza kuinama, baadaye anaanza kuangalia karatasi kama kuna kitu anakisoma hivi, baadaye anashika na kalamu kama kuna kitu anaandika. Maana yake niko busy, ondoka, imetosha. Bado unapiga, wewe una kazi ya kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hivi vitu mimi nasemaga siku zote, neno la Mungu ni kwenye maisha ya tabia zetu za kila siku za kawaida, ndipo tunapopotea. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa madogo tu, wala sio maarifa makubwa mpaka mtu anayesimama anahubiri mikutano ya kimataifa. Maisha ya kawaida tu ya kila siku. Angalia pale nyumbani unavyoishi, angalia pale kazini, angalia kwenye biashara yako. Yaani mtu amekuja kwenye biashara yako, amekuja kununua kitu, unaanza kumuongelesha, afu kuna watu, sikiliza, sasa hawa ndio nawataka. Kuna watu ukitaka kuondoka na kushika mkono, I say hizo story sio nzuri. Eti unataka kuondoka, mnapiga story, unataka kumuaga uondoke, anaongea na wewe huko na kushika mkono. Yaani anakuzuia kabisa usiondoke. Jamani, kweli? Kama wewe una tabia hiyo, I say katae. Ujue hapo kuna namna ambavyo hauko sawa. Piga story, ukiona hapa story zimetosha, unamwona kabisa unayepiga naye story hapa imetosha, na wewe imetosha. Na wewe kaendelee na kazi zako. Kama una kazi ya kufanya, nenda kalale, ujenge hata afya yako. Kuliko unampigisha mtu story mpaka anachelewa nyumbani kwao, anaenda kuanza ugomvi na mume wake. Mbona umechelewa? Si nilikuwa hivi na hivi. Kumbe mlikuwa mnapiga tu story, tena unampigisha story ambazo nyingine wala hazina hata faida. Una hata hoja. Kama unaenda kupiga story, kapige story zenye hoja. Kama unaenda kumsalimia, salamu inajulikana, habari ya asubuhi, salamu inajulikana, habari ya mchana, salamu imeisha. Siwafundishi watu kuwa na roho mbaya ama sikiliza nikwambie, nazungumzia kiasi. Yaani maana yake nenda kasalimie, nenda kafanye, nenda katembelee, nenda kafanyaje. Waliotembelea nchi za watu walioendelea, hata kwenda kwa jirani unaenda kwa taarifa. Aisee, utakuwepo baadaye nije, au na muda baadaye nije. Sisi tunaamini kwamba ukienda kwa mtu basi wewe ndio unatawala. Yaani wewe utaondoka muda unaotaka wewe. Wewe usiondoke muda unaotaka wewe, ondoka muda anaotaka yeye. Mwenye mji. Bwana Yesu asifiwe. Kiasi. Na usipotambua haya mambo, unaweza ukakuta mambo yanaharibika wala hujui. Watu wengine wanakuchukia, watu wengine wanakuongelea vibaya, watu wengine hivi na hivi. Biblia, Mithali mwenyewe anasema penye maneno mengi hapakosi wingi wa dhambi. Maneno mengi, mwisho mtaanza kuongea umbea sasa. Yale ya maana yataisha, mtaanza kuanza kujadili watu. Fulani hivi na hivi, fulani hivi na hivi. Kumbe ni kwa sababu maneno yamekuwa mengi. Kumbe ni kwa sababu kiasi kimekosekana. Fanya yote kwa kiasi. Zungumza kwa kiasi, fanya mambo yako kwa kiasi, na utapata heshima ukiwa mtu wa kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Kutunza muda, ndio hayo mambo ninayozungumza. Kutunza muda. Yaani usipokuwa na kiasi, yaani muda kwako wewe. Ndio maana watu walienda wasema, Waswahili wanasema, Waafrika wanasema no hurry in Africa. No hurry in Africa, una kazi ya kufanya. Wao wako busy, sisi tunasema no hurry in Africa, kwamba hatujui matumizi sahihi ya muda.
Tunatumia vibaya muda. Yaani tunaona kwamba mtu anasema hebu ngoja nikapoteze muda. Mungu amekupa muda afu unasema hebu ngoja nikapoteze muda. Yaani aisee, unaenda kupotea wewe, sio unaenda kupoteza muda. Una chochote cha kufanya hata hapo nyumbani. Yaani mimi binafsi njoo kwangu, mimi sikosi kitu cha kufanya nyumbani kwangu. Tena unaweza ukanishangaa ukasema hivi mtumishi anafanyaga hadi haya, analimaga hivi, anasafishaga hivi. Si niko kwangu, napiga kaptula yangu, naingia kwenye, siwezi kukosa kitu cha kufanya. Yaani siwezi kukosa. Nisiongee kwa unkali sana ukashindwa kuja kunitembea. Njoo nitembelee bwana, tutapata muda wa kupiga story. Tuna mambo mengi ya kujadili. Maana naona mzee Msina anaanza kushangaa sasa nikienda Kibamba kwa mchungaji kule, kweli tutapata muda. Njoo. Bwana Yesu asifiwe. Tutapata muda, lakini namaanisha kiasi. Nazungumza kwa habari ya kiasi. Fanya kila kitu kwa kiasi. Tunza muda, fanya mambo yako na mambo mengi ya kufanya. Hata katika ndoa. Jamani, na leo tena nagusa ndoa tena. Kiasi. Ndoa sasa siongei, nasema tu kiasi. Kiasi cha kwenye ndoa, andika Wakorintho wa kwanza 7:5, utakiona hapo. Wala sikisemi. Wakorintho wa kwanza 7:5, utaona kiasi katika ndoa. Kwa kiasi. Kwa kiasi. Kuna watu wanapenda kuvaa, kupendeza. Na sisi tunapenda uvae upendeze. Siku hiyo nilisema hapa kuna watu wanapendeza hapa, yaani unaona kama ibada hata inachangamka jinsi walivyopendeza. Unatamani hata aingie na ibada ya pili. Wanapendeza, wanavaa vizuri, nguo safi. Tena mwingine unaijua kabisa, unasema ile gauni niliwahi kwenda kuiulizia pale Kariakoo, nitaka kumnunulia mke wangu. Nikaambiwa 200,000, nikashindwa. Ndo ameivaa ile. Amevaa nguo ya thamani, safi sana, imempendeza sana. Lakini kuna wengine hawana kiasi. Mavazi hayo hawana kiasi. Yaani mtu anachukua mshahara wake wote, akiingia pale shopping Kariakoo, akinunua nguo, anarudi na begi nyumbani, afu familia inateseka. Jamani, kweli inatakiwa iwe hivyo? Yaani kweli wewe unapendeza, unavaa kila nguo, unabadilisha kila siku, kila dakika. Yaani ukija ibada ya kwanza umebadilisha, ukirudi umeenda kumtembelea huyu umebadilisha, umerudi umeenda fellowship umebadilisha. Yaani Jumapili unaweza ukavaa nguo hata 4. Lakini uwe na kiasi. Usitoe hela ya matumizi ya chakula nyumbani kwa ajili ya matumizi yako ya mavazi binafsi. Nunua mavazi yako, lakini na familia wale vizuri, watoto waende shule. Eti ada, umemwomba Mungu amekupa ada kiasi fulani, baada ya kwenda kulipa ada umeona nguo nzuri, unanunua nguo za laki kadhaa, ada imepungua, ada imekosekana. Sio sawa, hata Mungu hapendi. Vaa, pendeza, lakini kiasi. Sio mshahara wako wote 100% unaenda kununua nguo kwa sababu unapenda kupendeza. Na kuna wengine wananunua nguo anaivaa mara moja tu, iko pale kabatini, hajawahi kuivaa tena, ipo tu kabati tu limejaa. Sikatazi kupendeza, tunahitaji tupendeze, nahitaji kiasi. Nazungumzia habari ya kiasi katika kila eneo. Usimalize mshahara wako wote kwa nguo ukatesa familia. Sasa nimesema kiasi sio tu katika mabaya, kwamba tunajizuia tu katika mabaya. Hata katika mema. Yaani hata mema yana kiasi. Nimesema kusalimia watu ni vizuri lakini kiasi, kusaidia watu ni vizuri lakini kiasi. Yaani kila kitu ni kiasi. Hivi nichukue mfano, si kuja kanisani hapa ni jambo jema. Tunakuja kumfanyia Mungu wetu ibada na matukuzo na tunaomba lakini ikiwa kwamba tunakuja kushinda hapa kila siku, kuanzia alfajiri tuko hapa, tunaimba, tunaomba, tunashandalize, tunashangilia, tunafurahi, tunafanyaje mpaka usiku unaingia, tunaondoka kila siku, ni sawa? Sasa kazi nyingine tunafanya saa ngapi? Taifa atalijenga nani? Hayo maofisi yatafanya kazi nani? Kwa hiyo hata mambo mema yana kiasi. Ndio maana ibada ina muda. Ibada ya masaa 2, watu watoke waende kwenye shughuli zao, waje wengine wa ibada ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, unaweza ukafikiri nazungumza kwa ubaya, lakini kuna kitu kinapita. Yaani ukatazwi kuja kanisani kububujika. Hata mimi nikikukuta huko madhabahuni umelala unabubujika, wala sitakushangaa. Lakini nikikuona ndio kila siku asubuhi mpaka jioni, hatujamuona. Mimi hapa tangu nimekuja sijamuona huyo mtu. Asubuhi mpaka jioni kila siku umebubujika, unagalagala, ukitoka pale unamwambia mzee Moleri, hebu nisaidie hapo hata 500 hapo. Kafanye kazi. Sasa Mungu unamwomba akusaidie nini na ufanye hata kazi?
Kila kitu, namaanisha kila kitu kina kiasi, kila kitu kina kiasi. Nenda mlilie Mungu, muombe Mungu, kutoka hapo nenda kafanye kazi sasa, ukakutane na hizo baraka ulizokuwa unaziomba. Sasa utakutana nazo wapi hizo hela? Utakutana nazo wapi? Maana utakuwa unabubujika hapo na garagara masaa 24, kumbe unapishana na hela zako. Na unatoka utaaibika. Nimekwambia kila kitu ambacho hakina kiasi kina aibu. Utaaibika, utakuwa na maisha ambayo watu hawakuelewi kwa sababu ya kukosa kiasi. Tunaposema haya matunda ya Roho Mtakatifu, na ikiwa ni pamoja na hili tunda la kiasi, yanatusaidia kuilinda imani. Yanatusaidia kuilinda imani. Ni kwa namna gani haya matunda ya Roho Mtakatifu yanatusaidia kuilinda imani? Hebu angalia waraka wa pili wa Petro, sura ya 1, ule mstari wa 5 na wa 6. Waraka wa pili wa Petro, sura ya 1, ule mstari wa 5 na wa 6. Anasema, naam, na kwa sababu hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu katika imani yenu, tieni na wema, na katika wema wenu maarifa, na katika maarifa yenu kiasi, na katika kiasi chenu saburi, na katika saburi yenu utauwa. Yaani una imani, tena imani yenye nguvu, lakini katika imani yako tia na kiasi. Neno la Mungu linasema, yaani katika imani yako tia na kiasi. Hicho kiasi kitakusaidia kuilinda imani yako, kitakusaidia kuifanya imani yako iwe na nguvu na iwe katika usahihi. Lakini pia tunda la Roho Mtakatifu ikiwemo na kiasi inaonyesha imani yetu kwa wengine. Inaonyesha imani yetu kwa wengine. Yaani kama una kiasi, hata watu watakuwa wanaulizana huko nje. Pamoja na hayo matunda mengine, huna upendo, huna uvumilivu, huna kiasi, huna nini, watu wanategemea Mkristo awe navyo hivyo. Kwa hiyo wasipoviona hivyo wanajua huyu mbona Ukristo wake una mashaka, huyu mbona hatumuelewi, ni mtu wa dini gani? Kwa hiyo ukiwa na haya matunda ya Roho Mtakatifu ikiwemo na kiasi, inatusaidia kuonyesha imani yetu kwa watu wengine. Ukiwa mtu wa kiasi, watu wanajua kwamba huyu ana imani, kila kitu anafanya kwa kiasi. Yaani afanye hadi watu wengine wakachukua. Unajua kwanza ukizidisha vitu kuna watu watakuwa wanakuchukia. Hata hapa kanisani kwenye ibada kuna vitu ukiwa unafanya kwa kupitiliza, yani kila kitu unafanya. Mimi nikisimama hapa nikahubiri mpaka ibada ya pili iko pale nje nasubiri, ni risali zima likapita, kuna watu wataondoka huko, alafu nitaanza kugombana nao bila sababu. Wanaondoka kwa sababu sasa nahubiri masaa 2 na najua kuna ibada ya pili na najua kuna hiki na kile. Kwa hiyo tunahubiri kwa kiasi. Kwani kuhubiri ni dhambi? Sisi tunataka watu wapate injili. Lakini tukisema tunahubiri masaa 2 sasa tunavuruga. Kila kitu kinahitaji kiasi, hata vitu vizuri vinahitaji ufanye kwa kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema kwa habari ya mambo ya Mungu hatufanyi kwa ulegevu, lakini bado tunahitajika tufanye kwa kiasi. Kuna kijana mmoja tulikuwa tunasoma naye seminari, tukiwa form 4, katika maisha yake ya kiuni akapata neema ya wokovu, akaokoka tena kwa moto kweli kweli. Yaani kwa jinsi alivyookoka, kwa jinsi alivyopokea neema ya wokovu, na jinsi ambavyo alivyoamua, jinsi alivyoiona neema ya wokovu na alivyoamua kufanya ushuhuda, tuseme kuwa mshuhudiaji kwa wengine kwa neema ile aliyoipokea. Yaani mpaka akaacha shule. Yaani akaacha shule baada ya kuokoka tu, akaacha na shule, anapita tu anahubiri, tunakutana naye huko njiani. Sasa tukaona kama amechanganyikiwa. Maana hatutegemei kama ameokoka aache shule kwa sababu ameokoka. Yaani kuokoka kwako tunategemea sasa ndio uwe na msimamo katika masomo, ufanye vizuri ili watu wawe na ushuhuda, ili uwe na ushuhuda kwa watu wengine kwamba yule mtu ameokoka, anamjua Mungu na anafanya vizuri hata darasani. Lakini umeokoka kwamba unaona hata shule haina maana, hujatambua wokovu. Umeokoka unaacha na kazi. Sasa mimi nilikuwa mwanasheria, anaona atakuwa mwanasheria, mimi ni injili tu kuchapa. Mungu amekuita kuwa mhubiri wa injili au amekuita kuwa mwanasheria? Kama Mungu amekuita kuwa mwanasheria, utafanya kazi ya Mungu huko kwenye sheria. Kuna watu wanahitaji kutetewa, kuna watu wanahitaji utetezi. Kama Mungu amekuita kuwa mwalimu, utahubiri injili ukiwa mwalimu. Kuna watu wanahitaji kutolewa ujinga,
kwa kuelimishwa. Sasa ukisema mimi nimeokoka na acha na hiyo kazi, atafanya nani? Na Mungu amehitaji wewe ufanye hivyo, na Mungu kusudi lake wewe uwe kwenye kazi hiyo. Lakini hebu tuangalie Mhubiri sura ya 7 mstari wa 16. Nazungumza kitu gani ambacho unaweza wewe kigumu kwako hujakielewa? Nataka nikutafsirie kidogo tu, labda unaweza ukaelewa au usielewe. Mhubiri sura ya 7 mstari wa 16. Mhubiri sura ya 7 mstari wa 16. Anasema, usiwe na haki kupita kiasi, wala usijiongezee hekima mno. Kwa nini kujiangamiza mwenyewe? Jamani, hii ni Biblia kweli au ya kwangu? Yaani hadi haki, usiwe na haki kupita kiasi, wala hekima, usiwe na hekima na maarifa kupita kiasi. Utajiangamiza mwenyewe, utaangamia mwenyewe. Kuna wanaoangamia kwa kukosa maarifa, kuna wanaoangamia kwa kukosa kiasi. Kwa nini kujiangamiza mwenyewe? Maana yake unaweza ukawa unafikiri kwamba wewe ni mwenye haki kiasi cha kuweza kumsaidia kila mtu anayepita mbele yako, kiasi cha kuweza kuhusika na matatizo ya kila mtu. Yaani pale mtaani matatizo ya kila mtu wewe unaenda unahusika nayo, shida ya kila mtu unaenda unahusika nayo, kesi ya kila mtu na wewe unahusika pale ukazungumze kitu, na wewe ukasaidie kitu. Sikiliza, usiwe na haki kupita kiasi. Kuwa na haki kwenye mazingira yako na nafasi yako. Waachie na wengine mambo ya kisheria, waachie wana sheria. Sasa wewe unajiona tu kwamba mimi na haki, mimi ni mtu mwema, watu wanipende, naenda nitamtetea kesi yake, huyu ana hivi na hivi. Kila kesi unaitaka wewe. Yaani wewe unakuwa mstari wa mbele kuwa nawapenda watu. Unaanza kuambia habari za afya, tumia hiki, usitumie hiki, hiki kitakuzuru, hiki hivi. Na watu wa afya watafanya kazi gani? Yaani usifikiri kwamba unaweza kufanya kila kitu. Huko ndo kuwa na haki kupita kiasi. Usifikiri unaweza kufanya kila kitu. Kila mtu ana kitu chake. Fanya yaliyo ya kwako, mengine waachie na wengine. Ya sheria waachie wana sheria, ya afya waachie madaktari, ya kufundisha waachie walimu. Fanya kwa sehemu yako. Bwana Yesu asifiwe. Fanya kwa sehemu yako. Kuna binti mmoja tulikuwa naye pale nikiwa usharika wa Temboni wakati nafanya mazoezi yangu ya mwaka wa 3. Alikuwa ameokoka, tuko naye fellowship. Sasa siku moja akaja akaniambia, mchungaji, kuna kijana pale mtaani kwetu amekuja, ana shida pale mtaani, hawajamuelewa, wanamnyanyasa, sio hao wanamfanya hivi au hivi na hivi, lakini mimi nimemwona ana shida sana, anahitaji kusaidiwa. Ametoka Kigoma, amekuja, sijui ana ndugu, sijui aliyetakiwa kumpokea hajampokea, sijui kazi aliyotufanya sijui hivi na hivi. Kwa maelezo yake nikamwona huyo kijana bado haeleweki. Ametoka wapi, amekuja kwa kusudi gani, ni mtu wa namna gani, ni mgeni kwake, alafu ni binti ndio anayekuja kutueleza hayo. Yaani kwamba anaona yeye, kwa nini watu wengine washindwe kumsaidia na yeye anaweza kumsaidia. Ana chumba na seble, alafu ametuambia eti anamtunza pale ndani kwake, yeye analala chumbani, kijana analala sebleni. Nikamwambia, binti, naomba nizungumze maneno magumu kwako, unaweza usinielewe, naomba huyo kijana aondoke hapo ndani kwako. Hakunielewa. Akisema, mtumishi, yani ule kijana anahitaji msaada kabisa, ni mpole, ni mnyenyekevu, yani ana shida kweli, sasa atafanya nini? Acha akae kwangu mpaka atakapopata kazi. Alikaa siku hizi 2. Siku ya 3 binti ameingia kulala na kijana huko sebleni. Binti akasikia mlango unagongwa, ngongo ngongo. Ana shida gani? Akaja akafungua, kijana anaanza kuongea vitu ambavyo havieleweki. Binti kasikiliza, anaona haelewi, akaona mbona asielewi? Akamwambia, tutaongea kesho. Akafunga mlango. Alipofunga mlango akaona kijana anaendelea kugonga ngongo ngongo. Sasa nini kinaweza kikatokea? Si anaweza hata akambaka. Yuko salama. Yaani anajiona yeye ndio mwema sana kwamba wengine hawampendi yule kijana. Kesho yake akaja asubuhi, akaja kanisani, akatuambia yule kijana, na mimi sijamuelewa, usiku kanigongea, sio ananiambia nini, mimi hata simuelewi. Tukamwambia huyo kijana aondoke. Basi mlete hata hapa kanisani tuzungumze naye tumfahamu ni nani. Wewe unajiona kwamba wewe ndio mwema sana, unayaweza hayo? Ni ya kiwango chako. Amekuja kanisani, amemwacha kijana nyumbani, aliporudi akamkuta kijana ameiba baadhi ya vitu na amekimbia.
Sasa usifikiri kwamba unaweza kufanya kila kitu. Kila kitu unatakiwa uwe na kiasi ili upate uongozi wa Roho Mtakatifu. Akwambie hiki ni cha kufanyaje, hiki. Zamani watu wakija hapa ana shida, mpelekeni kwa mjumbe, bora akalale hata kwa mjumbe. Au mjumbe atajua akalale wapi, tumsaidie hivyo. Lakini usikimbilie tu kwamba kila mtu unayekutana naye hata matapeli wanakuja kwa nia nzuri. Hata watu wabaya wanakuja kwa nia nzuri, kwa unyenyekevu. Yaani unaona kwamba huyu ni mwema, au huyu kweli ana shida, anahitaji msaada. Ni Mungu akwambie jinsi ya kumsaidia, na kumsaidia kuna kiasi, kuna mipaka yako. Wewe umemsaidia mpaka hapa, amekuwa na shida ya nauli, haya chukua nauli. Lakini anataka aje akae na kwako, una kazi ya kumpa, una chumba cha kumpa. Mpeleke mahali ambako anaweza akasaidika vizuri. Tunahitaji kuwa na kiasi, tujidhibiti. Kujidhibiti kunahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu. Kujidhibiti kunahitaji kuwa na hekima. Kujidhibiti kunahitaji kuwa na uwezo wa kuridhika na kushinda tamaa. Tamaa zipo tu, zitakuja. Lakini usipokuwa na kiasi, unaweza ukanasa kwenye mitego ya shetani. Unaweza ukapawa majina mlafi huyu, mlevi huyu, na majina mengine mengi kwa sababu tu huna kiasi. Na usipokuwa na kiasi, tamaa itakuzidi nguvu. Yaani utakuwa na tamaa ya fedha, huna kiasi kwamba uko tayari kufanya kitu chochote kwa ajili ya kupata hela. Uko tayari kufanya kitu chochote kwa ajili ya kutimiza tamaa ya mwili. Yaani usipokuwa na kiasi, tamaa ya mwili itakuzidi nguvu, itakutesa. Yaani kama mwanaume, kila mwanamke anayepita pale mbele unatamani ulale naye. Kama ni mwanamke, kila mwanaume anayepita mbele yako unamtamani ulale naye. Na pengine tayari una mume, au na pengine tayari una mke, au kama kijana hujaoa, basi tafuta mmoja wa kuoa. Lakini usipokuwa na kiasi, tamaa itakutesa. Tamaa ya mali, tamaa ya mwili na tamaa nyingine. Sikiliza wapendwa, ni muhimu kuwa na kiasi. Ni muhimu kuwa na maisha ya kuridhika. Kuwa na kiasi kunaepusha migogoro mingi, kunaepusha majanga mengi, lakini pia kutakupa amani kwenye moyo wako. Mtume Paulo anamwandikia Timotheo wa kwanza 6:6, anamwambia kuridhika na utauwa ni faida kubwa. Ishi kwa kiasi. Kuridhika na utauwa ni faida kubwa. Basi Mungu atusaidie tunda la Roho Mtakatifu la kiasi lijae ndani yetu, na hata watu wengine waone hakika kweli sisi ni Wakristo wenye kiasi ndani yetu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninakuja mbele zako, ninakushukuru kwa sababu ya uaminifu wako Bwana. Umetupa neema ya kusogea mbele zako na kuendelea kutafakari habari ya tunda la Roho Mtakatifu. Na leo tumetafakari kwa habari ya kiasi. Tusaidie Bwana. Wakati mwingine hatujui, hatuna uwezo wa kujidhibiti, hatuna uwezo wa kutawala akili zetu, hatuna uwezo wa kutawala hisia zetu, hatuna uwezo wa kutawala tamaa zetu, hatuna uwezo wa kujidhibiti. Tusaidie Bwana ili tuwe na kiasi, ili tuweze kuyafanya yote katika utakatifu, ili tuweze kuyafanya yote katika haki, ili tuweze kuyafanya yote katika usahihi na katika kiwango ambavyo wewe Mungu umekusudia. Tusaidie Bwana ili tuwe na amani, ili tuishi vizuri katika jamii, na sifa, heshima na utukufu tunakurudishia wewe. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen.